Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni kwa tafakari ya masomo ya Dominika ya tatu ya kipindi cha Majilio mwaka A wa Kanisa. Dominika hii ya tatu inaitwa Dominika ya Furaha. Ndugu zangu, Dominika hii ya Furaha inatutafakarisha kutoka masomo matatu. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 35 aya ya kwanza hadi ya 6 na aya ya 10. Somo hili la kwanza linatupa ujumbe juu ya wokovu umekaribia, furahini. Wokovu umekaribia, furahini, kama wimbo wa mwanzo unavyotafakarisha juu ya furaha. Ujumbe wa somo hili ni furahini, maana wokovu umekaribia. Israeli anaitwa kufurahi, wala asiogope yale anayoyapitia, taabu, magumu na mengine yote yale yaletayo hofu katika maisha yetu. Furaha hii inaambatana na mambo kadha wa kadha ambayo yametajwa katika somo hili. Mungu atakuja na kisasi juu ya wanaowadhulumu na kuwatesa. Tunaona Mungu anaahidi faraja ya kisasi kwa wale wanaodhulumu mali, wanaodhulumu uhai wa maisha ya wengine, wanaodhulumu hata utajiri wa taifa hili. Mungu anatoa ahadi ya furaha, hivyo tunapaswa kufurahi katika maisha yetu. Vipofu watafumbuliwa, vipofu wataweza kuona yale ambayo yalikuwa yamejificha gizani. Vipofu sasa wataona. Kuna mambo mengi huwa hatuoni, lakini baada ya mtu kutuamsha, baada ya mtu kututoa usingizini, tunaona kumbe mambo yapo hivi. Hivyo tufurahi, kwa sababu hatutakuwa vipofu tena. Tutakuwa tayari na macho yetu yaliyokakamaa kuangalia na kuona kila aina ya mambo yanayotendeka isivyokuwa. Viziwi watasikia. Wale wasiojua mambo mengi, wasiowahi kusikia, watayasikia mambo mengi na mazito zaidi. Kama walikuwa hawasikii mambo mbalimbali yaliyokuwa yamejificha au yalikuwa yanaongelewa chini chini, sasa hawa viziwi watasikia. Vilema wataruka, vilema watarukaruka. Hivyo wale ambao wamejihisi kwamba sisi ni vilema, hatupaswi kutumikia, hatupaswi kufanya hivi, sasa wokovu huu umekaribia. Bubu wataimba. Kama walikuwa wanashindwa kuimba, sasa bubu watafanya kazi ya kuimba. Watasema, na zaidi ya yote, vicheko na furaha vitatawala, na huzuni na kuugua vitakimbia. Huzuni na kuugua vitakimbia, furaha itakapotawala, amani itakapotawala. Mkristo mwenzangu, kuna nyakati ngumu tunazopitia, na hasa nyakati za machungu zinazotuondolea matumaini, zinazotuondolea furaha, zinazotuondolea amani. Tujipe moyo. Magumu, hasa katika kipindi cha magumu tunayoyapitia, kwani ni ya wakati tu na mwisho wake utafika. Na somo la pili linatoka katika kitabu cha Mtume Yakobo kwa watu wote, sura ya 5 aya ya 7 hadi ya 10. Ujumbe tunaowapata katika somo hili: tusichoke kuvumilia. Mkristo, usichoke kuvumilia. Mtume Yakobo anahimiza uvumilivu kwa nyakati ngumu tunazopitia. Vumilia kama mkulima anavyovumilia wakati apandapo mbegu shambani na anasubiria mvua inanyesha, inastawisha mashamba, mimea hii, na mwishowe mpaka anakuja kuvuna. Anachukua muda mrefu, lakini mkulima huyu anavumilia. Hivyo Mkristo mwenzangu, vumilia katika magumu na mateso mbalimbali unayopitia. Wakati utafika, yatakoma. Vumilia. Tusiwe na sababu ya kumlaumu yoyote
wala kunung'unika juu ya jambo lolote, bali tuvumilie, kwani ni wakati tu wa mapito na majaribu. Nyakati hizi zimekuwa ni nyakati za kumlazimisha Mungu kutenda miujiza kusikokuwa na nidhamu, kutaka mambo yafanyike haraka. Hatuvumilii, tunamlazimisha Mungu kuleta upako. Tunataka utajiri, na tunaambiwa mara nyingi juu ya utajiri huu, fungua pochi niombee fedha ziingie. Fedha ya nani itaingia? Kwa njia ya maombi ya stahilio. Kafanye kazi, uvumilie taabu, jasho likutoke, ili uweze kupata kile unachokitamani. Na tunaambiwa asiyefanya kazi na asile. Hivyo ndugu zetu wanatumia nafasi ya kutulaghai juu ya maombi ambayo yanatolewa ili wao wanufaike, lakini sisi tubaki hohehae. Vumilia katika taabu, usitake njia za mkato, usitake kamseleleko. Vumilia, wala usitake kumlazimisha Mungu juu ya kupata utajiri na mafanikio kwa kufoka, kupiga kelele, kusikokuwa na nidhamu kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu. Tuache, tunamdhihaki Mwenyezi Mungu namna hiyo. Mungu wetu si kiziwi. Mungu wetu anasikia hata nia zetu, hata kabla hatujaomba tayari ameshaona mahitaji yetu. Vumilia, tusichoke kuvumilia, maana kuja kwake Bwana kunakaribia, wokovu unakaribia. Mkristo, vumilia. Na zaidi Mtume Yakobo anatuambia kama Wakristo tuige nyayo za manabii, na hasa katika nyakati zao ngumu ambazo walipitia wakavumilia. Na somo la Injili kutoka mwinjili Mathayo sura 11 aya ya 2 hadi ya 11, tunapata ujumbe pia wa semeni mnayoyaona kwa Kristo. Semeni mnayoyaona kwa Kristo. Hivyo Mkristo, tuseme yale tunayoyaona kwa Kristo, na hasa yale ya ushuhuda wa kutuinua, wa kutusimamisha na kutuondoa katika taabu na mahangaiko. Yesu anapeleka ujumbe kwa Yohane Mbatizaji kwamba aliyemtarajia yale ambayo aliyahubiri na manabii waliyahubiri yanaonekana sasa, yanadhihirika sasa kupitia Yesu Kristo. Hivyo Mkristo mwenzangu, mtegemee Yesu katika njia zako zote, na hasa nyakati ngumu. Lakini unapofanikiwa, nenda kaseme, kashuhudie, hakika Kristo ni yeye ndiyo aliyeyatenda, kama ambavyo Yohane ametuma watu kwenda kuuliza kwamba ndiye yeye au siye. Hivyo tunapokwenda kwa Yesu, mara nyingi tuende tukamuulize, wewe ndiye unayeweza kutoa tabu hizi, unayeweza kutatua mahangaiko yangu, wewe ndiye unayeweza kuniponya katika shida zangu? Atakwambia ndiye. Katoe ushuhuda kwamba ni mimi ambaye nafanya yote hayo kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu. Na ujumbe mwingine ambao tunaopata katika somo hili la Injili ni kuwa tayari kutumikia. Kuwa tayari kutumikia. Yesu anatueleza namna ambavyo Yohane alikuwa tayari kutumikia, lakini hata yeye mwenyewe anavyotumikia sasa, anatumikia na kudhihirisha sasa kwamba Yohane ni bora zaidi, ni bora kati ya watu ambao walizaliwa na wanawake. Uzao bora kati ya uzao wa wanawake ni Yohane, ambaye ameonekana ni mdogo lakini ni mkuu katika ufalme wa Mungu. Ni mdogo namna gani? Ni mdogo katika kujinyenyekeza, ni mdogo katika kufanya utume wake kwa ajili ya kuandaa watu kwenda kwa Mungu. Je, mimi na wewe tupo tayari kutumikia na kuandaa watu kwenda kwa Mungu? Kuandaa njia ya Kristo aje apite katikati ya watu wake wakiwa safi? Hivyo maisha yetu na matendo yetu basi yafanane na kile tunachokitangaza, na kile tunachokihubiri, na kile tunachokitumikia. Sisi kama watumishi, sisi wa Kristo wote ni watumishi wa neno la Mungu. Kwa sakramenti yetu ya ubatizo tumefanywa wafalme, makuhani na manabii.
Hivyo unabii wako ufanyie kazi, ukuhani wako ufanyie kazi, na ufalme wako ufanyie kazi. Udhihirishe kwamba kweli wewe ni mdogo, lakini ni mkuu katika ufalme wa Mungu. Tumsifu Yesu.